Masoko ya hisa ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Marekani yameporomoka kutokana na mpango wa Rais Donald Trump wa ushuru wa jumla wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani na viwango vya juu zaidi kwa ushuru kwa bidhaa kutoka nchi ambazo Rais Trump anazishtumu kwa kuipora Marekani. Bei ya mafuta pia imeshuka. Sera mpya ya Trump ya kutoza ushuru kwa kila nchi inatishia kuanzisha vita vya kibiashara duniani. Washirika wa jadi wa Marekani kama vile Japan, Taiwan na Australia wameelezea kusikitishwa na kufadhaika. Ushuru wa 20% uliwekwa kwa bidhaa zote kutoka Umoja wa Ulaya. China nayo inakabiliwa na ushuru wa jumla wa 54%. Beijing imelaani tangazo hilo na kuahidi majibu makali. India pia imeathiriwa sana na ushuru wa 26%. Barani Afrika, mataifa 30 yatatozwa ushuru wa jumla wa 10%. Mataifa matatu ya Afrika yaani Somalia, Burkina Faso na Ushelisheli hayajawekwa kwenye orodha hiyo ya Trump, ijapokuwa haijajulikana ni kwa nini. Mataifa ambayo yameathirika zaidi barani Afrika ni pamoja na Lesotho ambayo itatozwa ushuru wa 50% kwa bidhaa zake zote zinazoelekea Marekani, ikifuatiwa na Madagascar ikiwa na ushuru wa 47%, Mauritius 40%, huku Afrika Kusini ikikabiliwa na ushuru wa 30%. Baadaye tutakueleza kwa kina kuhusu ushuru wa mataifa ya Afrika Mashariki, lakini kwanza bara Ulaya limetoa wito wa mazungumzo na sio makabiliano katika kujibu sera hii mpya ya Trump. The global economy will massively suffer. Uchumi wa dunia utadorora sana. Wasiwasi wa kibiashara utaongeza ulinzi wa kibinafsi kutoka kwa wengine. Matokeo yake yatakuwa ni mabaya kwa mamilioni ya watu duniani kote, pia kwa nchi zilizo hatarini zaidi ambazo sasa zinakabiliwa na ushuru wa juu zaidi wa Marekani. Rais Donald Trump alitia saini agizo la utekelezaji wa ushuru huo katika ikulu ya White House Rose Garden na akaielezea kama siku ya ukombozi. Ifuatayo sasa ni taarifa ya mwandishi wa BBC David Willis ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Kwa maoni yangu, hii ni moja ya siku muhimu zaidi katika historia ya Marekani. Ni tangazo la uhuru wa kiuchumi. Katika viunga vya ikulu ya White House eneo la Rose Garden, Rais Trump anasema Marekani imeporwa, kunyonywa na kuibiwa na mataifa ya karibu na hata yale ya mbali, na kwamba hilo halitafanyika tena. Kwa hiyo ukiangalia, China ipo kwenye nafasi ya kwanza kabisa. Mithili ya mtu anayegawa alama katika ubashiri, Rais Trump ameongeza ushuru kwa kima cha chini cha 10%, ambapo Uingereza itatakiwa kulipa na kuongeza ushuru kwa nchi ambazo zipo katika hatua za kuweka bidhaa za Marekani nje ya masoko yao. 20% kwa bidhaa kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya, 24% kwa bidhaa kutoka Japan, na pia 54% ya bidhaa kutoka kwa mshirika mkubwa wa Amerika, Uchina. United Kingdom 10%. Uingereza 10%, na sisi pia tutatoza 10%. Kwa hiyo tutafanya kitu hicho hicho. Ni kama tunawatoza na wao wanatutoza. Hiyo inamaanisha wanatufanyia na sisi tunafanya hivyo hivyo. Rahisi sana. Haiwezi kuwa tofauti zaidi ya hivyo. Kwa mataifa ambayo yanatutendea vibaya, tutakokotoa kiwango cha pamoja cha ushuru wao wote, vikwazo visivyo vya fedha na aina nyingine zozote za udanganyifu. Wafanyabiashara wa magari waliripoti kukimbilia kununua magari kabla ya ushuru wa 25% kwa uagizaji wa bidhaa kutoka nje ambao ulianza kutekelezwa jana usiku. Rais Trump anaamini kwamba kwa pamoja hatua hizi zitakuza utengenezaji wa Marekani, na kwa maneno yake amesema itaifanya Marekani kuwa tajiri tena. Lakini hata hivyo bado kunaibuka maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa. Je, waagizaji wa Marekani watabeba gharama za ushuru huu au zitakuwa mzigo kwa wateja wao? Na kwa kuzingatia tishio la kulipiza kisasi kutoka kwa mataifa mengine, je, hii inaashiria kuanza kwa vita vya kibiashara vya kimataifa? Sasa vipi kuhusu mataifa ya Afrika Mashariki? Yameathirika vipi na ushuru huo? Huyu hapa Victor Kenani. Kwa ujumla, hakuna nchi itakayoepuka ushuru wa Marekani wa ununuzi wa bidhaa zao, ambapo kiwango cha chini cha ushuru kitakuwa ni 10%. Kwa idadi yake ya zaidi ya watu milioni 340 na nguvu ya uchumi wake, Marekani ni nchi yenye washirika wengi kibiashara, ikifanya biashara na karibu nchi zote duniani. Kwa Afrika Mashariki, Marekani itatoza ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia nchini humo kutoka Tanzania,
Kenya, Rwanda, Burundi na Ethiopia. Hii inajumuisha bidhaa kama vile chai, kahawa, maua kutoka Kenya na Rwanda, pamoja na samaki, mbegu za korosho na bidhaa za ngozi kutoka Tanzania. Mataifa haya huwa yanatoza ushuru sawa wa 10% kwa bidhaa zinazoingia humo kutoka Marekani. Taifa la DRC nalo litatozwa ushuru wa 11% ili kuingiza bidhaa zake nchini Marekani. Kwa viwango vya sasa, DRC inatoza 22% kwa bidhaa zinazozalishwa nchini humo na kisha kuuzwa Marekani. Uganda pia ina hali tofauti, kwani inatoza 20% kwa bidhaa zote zinazozalishwa nchini humo na kuingizwa Marekani. Na sasa Marekani itatoza 10% kwa bidhaa zote zinazozalishwa Uganda na kuingizwa nchini humo. Haijabainika wazi ushuru huu mpya unauacha wapi mpango wa kibiashara kati ya Marekani na mataifa ya Afrika kupitia mpango wa biashara ya Afrika maarufu kama AGOA, ambao ulizipa nchi za Afrika fursa ya kuuza bidhaa zao Marekani bila ya kulipa ushuru. Sasa katika taarifa, waziri wa biashara nchini Kenya Lee Kinyanjui amesema, na hapa namnukuu, ushuru huu utaongeza gharama kwa wafanyabiashara wa Kenya ambao wanauza bidhaa zao Marekani. Mwisho wa nukuu. Lakini swali ni, yote haya yanamaanisha nini? Ili kupata jibu, sasa tuungane naye mwanauchumi Beatrice Kimaro kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, Tanzania. Kimaro, ongezeko la ushuru kwa kawaida linaathiri vipi biashara kimataifa, na hii inaweza kumaanisha nini kwa mauzo nje na uagizaji wa Afrika? Ongezeko la ushuru kwa kawaida huathiri biashara kimataifa kwa kuongeza gharama za bidhaa zinazoagizwa, lakini pia zinapunguza ushindani katika soko la ndani. Na tatu, linasababisha kupungua kwa mauzo nje ya nchi, hususan kwa zile nchi ambazo zinaathirika. Kwa swali lako la pili kwamba kwa nchi za Afrika, nchi zile zinazotegemea mauzo ya nje kwenda Marekani, nikitolea mfano Lesotho, zinaweza kuathirika vibaya. Kwa mfano, mwaka 2024 Lesotho iliuza bidhaa zenye thamani ya dola milioni 237.3. Kwa ushuru huu ambao umetozwa mpya wa 50%, unaweza kupunguza mauzo haya kwa kiasi kikubwa sana kwenye taifa hilo la Lesotho. Naam, sasa ni sekta gani katika uchumi wa Afrika ambazo zinaweza kuathirika zaidi na nyongeza hii ya ushuru, na kwa nini? Sekta ambazo zinaweza kuathirika, ziko sekta kama sekta ya nguo na mavazi ambao ina uwezekano mkubwa wa kuathirika, hasa katika nchi kama Lesotho, ambapo mwajiri wake mkubwa amechangia sana kwenye sekta hiyo. Na utakumbuka Lesotho inauza bidhaa zake za nguo zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 330 kila mwaka, na hii ni takwimu ya mwaka 2024, na sekta hii inaajiri zaidi ya watu 30,000 kule Lesotho. Kwa kutegemea ushuru huu mpya uliowekwa, unaweza kusababisha upotevu wa ajira, lakini pia kupungua kwa fedha za kigeni kule Lesotho. Na sekta nyingine ambayo naweza nikaielezea ni sekta ya madini na chuma, ambapo nchi kama au taifa kama Afrika Kusini ni mtegemezi mkubwa wa 6% ya aluminium duniani kote, na Marekani inanunua zaidi ya 10% ya aluminium inayotoka Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa ushuru mpya ambao Afrika Kusini imewekewa ya 30%, maana yake ni kwamba utapunguza faida ya kampuni za madini kwa takribani dola za Kimarekani zaidi ya dola milioni 300, lakini ushuru huu pia utapelekea zaidi ya 5% kwa siku ya matangazo, na ushuru huu kupungua kwa mapato yanayotokana na mauzo haya kule barani Amerika. Naam, tuzungumzie sasa mchepuko wa kibiashara, Kimaro, ambapo nchi za Afrika, je, ni wakati zitaanza kutafuta masoko mapya, washirika wapya wa kibiashara? Ndiyo, nchi za Afrika zinaweza na zilishaanza kufanya mchepuko huo wa kibiashara. Na zilishaanza kufanya biashara, kwa mfano kwa bara la Ulaya na hata bara la Asia, ambapo kule Asia utaona taifa kama la China ni mshirika mkubwa wa kibiashara na bara la Afrika, ambapo linafanya biashara na bara la Afrika kwa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 282 kwa kila mwaka.
lakini pia linaweza kuchochea ushirikiano wa kikanda ambapo tumekuwa tukiuzungumza sana na kuimarisha pia biashara za ndani ya bara la Afrika lenyewe. Kwa hiyo itakuwa ni fursa mpya kwa bara la Afrika kutokutegemea zaidi biashara na Marekani, zaidi sana kufanya michepuko na kufanya biashara na mabara mengine. Vipi kuhusu mpango wa AGOA ambao umekuwepo kwa zaidi ya miaka 20? Ulikuwa unatoa fursa hususan kwa nchi za Afrika Mashariki kupeleka bidhaa zao Marekani bila kulipa ushuru. AGOA ilianzishwa ili kutoa upendeleo wa ushuru kwa bidhaa kutoka Afrika na kuingia Marekani bure. Lakini AGOA imekuwa ni msingi wa biashara kati ya Afrika na Marekani, ambapo mwaka 2024 thamani ya biashara kati ya Marekani na nchi hizi za AGOA ulikuwa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 29.1 ikilinganishwa na miaka ile ya 2008. Lakini ongezeko hili jipya la ushuru linaweza kuweka mashaka juu ya mustakabali wa AGOA, hasa tukizingatia kwamba mkataba huu unakwenda kuisha mwezi Oktoba mwaka huu 2025. Kwa hiyo ninaweza kusema tu kwamba ushuru mpya unaweza kuzoofisha zaidi program na kuathiri nchi zinazotegemea kufanya biashara kwa maana ya upendeleo kupitia AGOA. Shukran sana Beatrice Kimaro, tukisema naye kutoka Moshi, Tanzania, akitupatia tathmini ya kinachohusishwa na Afrika katika masuala haya ya ushuru Marekani. Na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.